Kufurahisha sabu? Sabu bwana. Hapana. Hujafurahi? Ipi ambapo haijakufurahisha zaidi? Walikuwa wanajilaumu kupoteza yale magoli matatu nyumbani. Yaani na mpaka sasa unajua unawaza. Hii tumefungwaje? Mpaka sasa hivi wanawaza sababu magoli matatu yalitokea kipindi cha pili. Walikuwa wamefungwa moja kipindi cha kwanza, kipindi cha pili wakaja wakafungwa dakika za mwishoni magoli mawili na Kibu Denis baada ya zile sabu mbili, Morsi Abraham na Kibu Denis. Hivi unahisi kwamba huu mfumo wakifanya hivi tunaweza tukafika mbali kweli kwa timu yetu? Kwa mfumo wa leo kwanza ameonyesha na rotation ya kikosi kipana cha Simba. Siwezi nikamlaumu kocha kwamba amefeli kwenye rotation ya kikosi. Ni wao wachezaji wenyewe kujitambua. Na pia kocha asijiaminishe kwamba kila mchezaji anayemwanzisha na uwezo. Kuna watu kama kina nani ule Duchu ule. Mechi nyingi kwanza kwa makocha wengi wamekuja hapo walikuwa mwanzishi. Leo kaaminiwa kaanzishwa, kwa hiyo yeye mwenyewe anatakiwa jitathmini kwamba na kitu gani mpaka huyu kocha ameniamini. Kwa hiyo ameonyesha rotation ya kikosi, yani usiamini kwamba kikosi mchezaji ni huyo huyo. Kwamba tumeamini Jonathan Soa ni mfungaji, kila mechi anacheza yeye. Kumbe hata kuna muda wanaweza wakawekwa bench wote. Alafu wakati na timu ikacheza. Wewe ulivyoona kwa mfumo ule ambao kocha alitoa wale wachezaji watano wakaingiza wale watano, uliona mabadiliko gani kati ya pale kwamba game li change au ndio lizidi kuzofika? Mabadiliko yalitokea kwenye eneo la kiungo. Aliwatoa wote kamuingiza Kante peke yake ambaye sio mzuri sana kwenye kukaba sana na pia sio mzoefu. Kamtoa Kagoma ila light kama angemwacha mmoja hapa kama Morsi Abraham, build up ya mashambulizi ingekuwa nzuri. Au angemuingiza na Bikama akamwacha Morsi Abraham, mambo yangekuwa mazuri hapo. Kwa hiyo amefeli kwenye viungo. Yaani ajui wakati gani amtumie nani na wakati gani amtumie nani. Kufurahisha sabu? Sabu bwana. Hapana. Hujafurahi? Ipi ambapo haijakufurahisha zaidi? Sabu ya viungo mimi haijanifurahisha. Lakini ameingia Alassane? Sawa, Alassane ameingia lakini mimi haijanifurahisha hiyo sababu. Yaani angemuingiza na Bikama hapo. Alafu amtoe Kagoma. Kwenye kushambulia Simba hapo ilikuwa inahitaji kiungo wa kushambulia. Kushambulia mzoefu, mzoefu. Kocha wako kama alikuwa haitaki mechi leo. Ukiangalia jinsi alivyopanga kikosi chake first 11 na sababu alizofanya. Kama alikuwa haitaki mechi? Kocha bwana aliridhika na matokeo. Au ndo game plan? Magoli matatu alikuwa anampa kiburi. Yani alivyoona kwamba mimi kipindi cha ile mechi iliyopita aliwatoa sabu akina Kibu Denis. Alafu kamuingiza na Morsi Abraham, kwa hiyo hao ndio walitengeneza matokeo ya mechi iliyopita. Kwa hiyo aliamini na hii mechi watafanya vile vile. Ameanzisha kabisa. Kibu siku alianzia nje, leo kaanza. Ila alianzia nje na Morsi Abraham. Kwa hiyo kocha bwana alizingua kwenye viungo hapo. Amekuzingua kwenye viungo. Kwanza alianzisha viungo wengi. Kipindi cha pili akawatoa wote tena hajaingiza kiungo yule wa kutengeneza mashambulizi. Unahisi game ilifia pale? Kwa sababu walipoingia wale wengi kwa pamoja ni kama inaonekana sasa ndo muda wa kupata magoli. Game ilifia kuanzia kipindi cha kwanza. Kwa nini? Ile. Hapakuwa na striker yani alikuwa na viungo kweli akina Morsi Abraham ni wazuri kutengeneza mashambulizi. Lakini yule wa kumalizia akina nani? Hapakuwepo mtu kama hiyo. Timu haina strike. Pale ndo mechi ilipoishia. Ni hapo kweli unaweza kusema kwa kiasi chake. Yani tumefeli pale. Kocha kazingua hapo. Kwa hiyo kutoka kwenye kumsifia mechi iliyopita leo tunaona first 11 yako kocha hatujaelewa. Bwana hatuwezi tukasema kwamba kocha uwezo wake ni mdogo kwa sababu huwezi ukamtathmini kocha kwamba kwa mechi moja. Ndiye ameanza. Au tuseme kocha wetu alikuwa Matola nini? Hapana. Sababu kuna watu wanasema huyo mtoto wa kocha huyo asitoke. Huyo mtoto wa kocha, amemtoa mtoto wa kocha. Hamna bwana. Yaani kocha bwana kwanza kumuona kocha ni mbaya. Ndio maana hata Yanga walipomfukuza yule kocha wao yule. Walimpa muda. Walimpa mechi kama 6 hivi. Mechi za kimashindano walicheza 6. Alafu za kirafiki alicheza ngapi? 3 kama sio 3 Rwanda na kuna mechi ya ngao ya jamii hapo ya kinali na kuna ipo ya kirafiki walicheza mechi kama ngapi hapa na kuna ipo alicheza hapa ya kirafiki ya Yanga Day. Kwa hiyo alicheza mechi kama 6-7 hivi. Alafu ndio Zeni wakaja wakamfukuza. Lakini pia na striker mzuri pale.
Dube sio ndio naye vipi? Ana shake yani of course ya. Hamna. Mechi mwisho za nani kama uliangalia nani ligi vizuri ilivyokuwa inaisha. Dube alikuwa anazingua. Mechi za mwisho pale kama uliangalia mechi kama 4 hivi. Dube hakufunga goli hata moja na alikuwa anaanza. Hapo uwezo ukasema ni nani la uongozi. Ingekuwa ni tatizo la kiuongozi na maana asingecheza kabisa. Wanasema hajaaga kule alikotoka. Hajaaga vizuri. Sijui bwana. Kwenye imani za si Afrika sipo bwana. Au kaombewe tena. Siwezi nikaamini. Sijui wampeleke. Maana hata ligi iliyoanza msimu uliopita alianza hivyo hivyo. Lakini baadaye akaja akakaa vizuri baada ya mechi ngapi? 9 sio zilikuwa si 7 akalikava akaweka hat-trick kafunga mawili kafunga moja alimaliza na 13 Sasa baba yake yuko wapi? Alifunga hat-trick kafunga hapo na klabu bingwa nani kule makundi kule alifunga aliwasaidia. Baada sio aliombewa sio ikwaje au kulikuwa kuna watu wanamlisha wakina Azizi chukua mdogo wangu au unaona hata sasa hivi sikana ana watu hapo akina Dombia pale si watu Yanga si wanasema ni watu wale wa kupigana na nizi AI hapo chukua hiyo ushindwa mwenyewe hata jana akapewa nafasi kama zile uwezo ukasema kwamba sasa hivi atengenezewe nafasi jana akapewa nafasi kama 3 hivi kuna ile alienda akamgongeshia nani goalkeeper akaomba sababu mwenyewe akakontrol vibaya na kuna ipo ile akapiga nje alipewa nafasi kama 3 hivi kashindwa kuzitumia. Wamsaidieje jamaa? Maana inaonekana kama kichwani kwake pia yuko sawa. Kichwani kwake. Hata jana mchezaji anapoomba sababu baada ya kufanya kitu kibaya. Mentality bwana, yani aliona kwamba hizi nani hawezi akaendelea tena ndio maana aliomba sababu. Nani striker wao yule ambaye alifanya sababu nani? Andy Boeli. Boeli Yule naye ni mbovu ndio maana kocha alimwacha Dube mpaka dakika za mwishoni akiwa anaamini Dube anamzidi nani Boeli. Na pia Yanga pa kuomba pale Mzizi alikavi mapema. Na pia hapo watafute nani striker pale kwenye disha dogo. Yaani injury anafanya recover niliona. Mpaka mwezi wa 12 11 tena Januari. Ameanza mazoezi pale. Anafanya recover. Tumuombea arudi mapema alafu watafute striker pale. Mambo mengine yaendelee. Wafanya maamuzi magumu watoe mmoja hapo. Wamtoe kwa mkopo wampeleke hata Singida huko hata Dube mwenyewe. Mbona unasema Singida? Hao ndo tawi. Mbona unasema Singida? Sasa si inaeleweka hiyo. Kwani unapeleka nitaka? Mbeya City bwana. Yaani Yanga wakipeleka mchezaji Singida ni rahisi sana kuja kumrudisha. Unasema kuna tawi. Hilo ni kama tawi. Ukiangalia kama Ezekiel Mwenda ni rahisi sana wakamchukua kule wakamweka. Unamwangalia Faisal walimchukua bila nani yoyote gharama yoyote. Unajua hata kocha hata Jonathan Sua kwenda Simba watu wengi walikuwa wanaamini kwamba ataenda Yanga. Kuna Gamondi kwa. Gamondi yuko nani wapi Singida? Sasa yule ni uongozi ndio unaomzuia mchezaji sio kocha. Kwani yeye alikuwa amtaki Jonathan Sua? Katoka Yanga. Singia nakwambia nitawe. Karudi Singida. Akamwambia bwana wewe. Walimchukua Chama nenda Singida. Yanga bwana. Kwa upande wa Chama nako naweza kusema Chama Yanga wamezingua hapo. Hawakujua wakati gani wanamhitaji Chama. Yaani pale baada ya Ziki Chama alizingua nani pale. Chama alikuwa anakaa bench. Baada ya Ziki kuondoka. Yaani alikuwa anakaa bench kwa sababu ya Ziki. Na sasa wakaja wakaondoa wote. Yaani kwa sasa hivi Chama angewasaidia. Una imani kama yaani Chama sasa huoni Singida hapo mzee. Yaani Yanga pale bwana. Yule Yanga pale wanazingua pale hawana namba 10 watengeneza nafasi. Peleke Dube mleteni Chama. Na Ucho. Pale Yanga Singida bwana sasa hivi wanananili. Wamejizigatiti kwenye mashindano ya kimataifa. Huwezi kumchukua Chama kirahisi. Na Ucho. Ndio yeye ndiye anayewasaidia. Na Singida sasa hivi huwezi hata Ucho huwezi wakamnaniwa, huwezi wakamchukua kirahisi. Haya turudi kwenye mechi ya leo. Mnajilamba sana kwenye mechi ya Yanga. Tuje kwenye mechi ya leo. Mechi kiujumla mmeionaje? Kwa sababu ukiangalia